Huyu mwana anaitwa Gideon anaingia nyumbani kwake akiwa na huyu binti, lakini hatujui kama ni mke wake au vipi. Basi mpaka sebuleni jamaa akamwambia karibu ukae. Asante mheshimiwa, nilikwambia usiniite hivyo, niite tu Gideon. Hivyo ndivyo kila mtu anavyoniita. Samahani. Sasa kila mtu akawa busy na simu yake. Ghafla jamaa akaanza kucheka. Bibi akamuuliza ni nini kinakuchekesha? Samahani, naomba nijibu hii message alafu niweke simu pembeni. Sawa. Basi jamaa alivyomaliza akaizima simu kisha akaiweka pembeni. Baada ya hapo akamtazama huyu binti kwa jicho fulani hivi la wiziwizi. Kisha akaivua pete taratibu akaiweka kwenye mfuko wa koti. Alafu jamaa akamwambia karibu kwenye nyumba yangu. Bibi akamwambia nyumba yako ni nzuri sana. Oh, yes. Jamaa kainuka akamsogelea, akakaa karibu yake alafu akamwambia, lakini sio nzuri kama wewe ulivyo mzuri. Sasa bibi akamwambia jamaa, lakini ulisisitiza sana tukutanie kwenye nyumba yako. Kwani mke wako yuko wapi? Jamaa akamwambia mke wangu hayupo. Kuna mambo kaenda kuyafanya mahali. Kwa hiyo hatorudi hapa mpaka weekend. Basi bibi akasema sawa, kisha akaendelea kutumia simu yake. Jamaa akamwambia, ukiendelea kutumia simu yako hivyo, hatutaweza kufanya kilichotuleta hapa. Kwa hiyo ninashauri uiweke tu kwenye mkoba wako. Basi binti kwa tabasamu zito akaonesha utii, akaiweka simu kwenye mkoba wake. Bibi akasema, kwa nini tusiangalie TV? Hapo hapo akashika remote akawasha TV. Jamaa naye akasema, kwani itakuwaje tukiizima? Akashika remote akaizima. Kisha akaanza kumwambia, unajua nimekuwa nikikuwaza sana. Katikati ya mazungumzo mara akasikia honi ya gari nje. Jicho likamtoka, akasimama. Binti naye hapa joto likampanda. Jamaa ile kuchungulia dirishani akasema mke wangu amerudi. Binti akasema sawa. Mwana akamuuliza, unamaanisha nini kusema sawa? Unataka atukamate? Atukamate kwani tumefanya kipi kibaya? Unapaswa uinuke. Mke wangu hapaswi kutukuta tukiwa tuko hivi. Inatakiwa ujifiche. Nijifiche kwa nini? Mbona unanichanganya? Wewe unazungumza nini bwana? Lakini hatujafanya chochote kibaya. Tafadhali unatakiwa ujifiche. Binti akasimama. Mr. Gideon, kwa nini ulinileta hapa sasa? Mbona sielewi kinachoendelea? Hivi unataka kunivunjia ndoa yangu? Mke wangu unataka atukute hapa Nimekuambia unatakiwa kujificha. Mwana akamshika mkono, hembu njoo. Akaanza kumvuta. Bibi akamwambia mkoba wangu. Jamaa akamwambia achana nao. Akamvuta haraka haraka, akamleta mpaka kwenye hiki chumba. Akamwambia huku hatoweza kukuona. Bibi akamuuliza, lakini humu ni wapi? Hiki ni chumba cha wageni. Jamaa akafunga mlango akasepa, akarudi sebuleni. Akachukua mkoba wa bibie, akapanda nao mdogo mdogo mpaka huku chumbani. Huyu mke wake naye akaingia na huyu jamaa ndani. Yaani ukisikia Mungu anakupa mtu wa kufanana naye, ndiyo hii sasa. Huyu jamaa yeye anaitwa Sei. Alivyoingia akaanza kuisifia nyumba kwamba ni nzuri na nini pale. Walipokaa tu, jamaa akamuuliza, lakini hawezi kutukuta Hawezi. Mume wangu atarudi hapa kesho. Sasa hapa yupo nani mwingine? Unamaanisha nini? Ulisema tunakuja kufanya pati. Wewe subiri, utaona pati ya mimi na wewe. Nyumba nzima tuko wawili tu Sei. Usiwe na wasiwasi. Mr. Gideon huku kumbe alikuja chumbani kwake akabadilisha nguo. Baada ya hapo akaja akachukua mkoba wa yule bibie, akawaza pa kuuficha, akainama akauweka chini ya kitanda. Sei naye huku akamwambia huyu mlembo kwamba hajisikii kuwa huru kabisa humu ndani. Bibie akamwambia Sei, embu kuwa na amani bwana. Kila kitu kiko sawa. Embu ondoa hofu na uniamini mimi. Baada ya hapo bibi akamwambia jamaa, unakumbuka umesahau chaja yako Simu yako haijaishiwa chaji kweli? Jamaa akamwambia ina 40%, nadhani inanitosha. Haitoshi bwana. Leta nikakuchajishie tu. Nina chaji nyingine ya akiba. Bibi akaichukua simu ya jamaa na akamuuliza, vipi nikuletee chakula au kinywaji? Jamaa akamwambia niletee kinywaji tu. Basi bibi akainuka mdogo mdogo kwenda kuweka simu chaji na kufata kinywaji. Sasa wakati amechukua vinywaji anakuja sebureni, akasikia sauti, mpenzi kumbe umerudi. Akashtuka, vinywaji vyote chini. Ikabidi aje haraka haraka kwa jamaa. Akamwambia mume wangu yupo ndani, na kama akituona hapa basi tumekufa. Mume wako yupo? Ndiyo. Mbona sikuelewi? Uliniambia kuna pati, lakini hakuna kinachoendelea. Ukaniambia kabisa mume wako hayupo, kumbe yupo ndani. Mbona sielewi ni nini kinaendelea? Jamani, hembu sikia sauti yake. Anakuja hapa kunifata. Ataniua jamani, kama atanikuta hapa na mwanaume. Embu njoo twende. Jamaa hakuwa na namna, ikabidi ainuke pale
akaletwa mpaka kwenye hiki chumba huku, akamuingiza humu ndani, kisha akamwambia unapaswa ujifiche humu ndani. Jamaa akamwambia lakini mimi sikutaka kuwa hapa, nisamehe tu. Kisha akafunga mlango akasepa. Jamaa akabaki anajilaumu sana kwa hiki alichokifanya. Mrs. Gideon kafika tu na ufagio, mume wake naye akafika. Akamuuliza, mpenzi, kumbe umerudi? Sikutegemea kama utarudi mapema hivi. Hata mimi sikutegemea kama utakuwa nyumbani muda huu. Ngoja basi nisafishe hapa kwanza. Jamaa akamuuliza, uko sawa lakini hizo glasi imekuwaje tena? Usijali, ni ajali ya kawaida tu. Nilikuwa na mawazo nikataka nipate kinywaji kidogo. Lakini haujaumia kweli? Acha basi nikusaidie. Bibi akamwambia usijali, kuwa na amani. Basi bibi alikataa pale asisaidiwe. Jamaa akafosi kumsaidia na maongezi kibao na tabasamu la kutosha, na bibi akamwambia twende wote basi jikoni tukaandae chakula. Basi wakainuka pale kuelekea jikoni. Sasa huyu mwanadada aliyekuwa amefichwa kwenye chumba cha wageni akawa ameingia bafuni, ana hofu vibaya mno na joto la kutosha. Ikabidi afungue bomba aanze kunawa uso. Alivyomaliza akachukua toilet paper akajifuta usoni, yani ana mawenge vibaya mno. Sasa wakati bado amesimama humu bafuni, akabanwa na chafya, akaitandika pale. Acha! Sasa kumbe Sei alikuwa ameletwa kwenye kile chumba cha wageni ambacho huyu bibie amejificha bafuni. Sasa akasikia ni kama mtu kapiga chafya, akaanza kushangaa pale, akahisi huenda ni mawenge yake tu. Mwanadada huku akapiga nyingine tena. Acha! Sei huku akashtuka tena, ikabidi ainuke, akaanza kutazama upande wa dirishani, huenda kuna mtu nje. Akatazama lakini hakuona chochote. Akarudi akajiuliza mwenyewe, kwani kuna mtu hapa? Ghafla akasikia chafya nyingine. Acha! Sasa bibi akajua tayari wamemsikia. Jamaa naye akawa anakuja uelekeo wa chafya iliposikika. Bibi akaanza kusikia miguu ya mtu ikija uelekeo huo. Presha ikamzidi mara 7 aisee. Sei akafika mpaka mlangoni, akakitazama kitasa kama mara 2 hivi. Bibie huku jicho sio lake, limemtoka vibaya, yani kama linadondoka hivi. Jamaa akanyanyua mkono kukielekea kitasa, akakikamata taratibu, akakinyonga mdogo, akaanza kuufungua mlango taratibu. Baada ya hapo akausukuma kwa nguvu, wakakutana uso kwa uso. Jamaa akashtuka, kisha akamuita Steven. Bibi akapiga kelele nyingi sana. Ina maana kumbe hawa watu wanafahamiana. Basi naundo ukawa mwisho wa episode 1, inafuata episode 2 hapo chini. Ulikuwa na mimi Mr. Poza, mzee wa mipozo. Kuendelea kupata simulizi hizi, usiache kusubscribe na kuturn on notification bell.